Mshukuru Bwana, mwambie Bwana, nimekataa roho ya kifo. Bwana Yesu nikufa kwa ajili yangu. Oh, niteseka kwa ajili yangu. Mwambie Bwana nisaidie, niendelee kuamini katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana nisaidie, niendelee kuamini zaidi.
mwambie Mungu nisaidie na roho ya mauti ya kuogopa kifo na ikataa by fire. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Holy Spirit of God. Rakatayama msikiri baba sana la 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 la. In the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. You are King of Kings, you are Lord of Lords. Listen, mwanamauti ninamesa Bwana, wambie Mungu akusaidie, wacha kuogopa mauti, aitie ndani yako utie nguvu. Kila mtu anamesa Bwana, mwambie Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nina kuogopa, ninaivunja by fire. Rakata ya mozoke ni mazaya. Jesus, ninavunja hiyo spini, hiyo roho ya woga, ikaondoke ndani yako, ikaondoke ndani ya kila mmoja aliye mahali hapa, katika jina la Yesu. Oh my Father, thank you. Thank you, Holy Spirit of God. You are King of Kings. You are Lord of Lords. Makotorema sekerema se. Rakata ya mazokotorema zika. Rakata ya mazikirimo. Rikata ya maziyata ya. Riketerema zingiri baba. Riketerema ziyao. Rakata ya mazokoto. Rakata selema baba 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 baba. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, we honor you. Rakata ya masoko tolemosa. Rikiti limosi ya. Lokala ya maasa. Ulikufa kwa ajili yetu. Uliteseka kwa ajili yetu. Ulidharauliwa kwa ajili yetu. Ulionewa kwa ajili yetu. Jesus, have mercy. Have mercy upon our lives. We always surrender before you, Jesus. What God can do, no man can do. You died for us. You died for us. Forgive us, Jesus. Forgive our iniquities. Forgive our iniquities. Praise us, Jesus, and lift us to another level. Oh, my Jesus, we honor you. We are born before you, Jesus. Have mercy. Have mercy. Have mercy upon each and everyone in the house. Lord, have mercy upon everyone here. God, have mercy upon us. Cleanse ourselves. We are your Lord. We are your Jesus. You died for us. Shalabos, Kerebas, and Shakatarabushi. Shikiri baba baba baba. Shal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 a. Shikiri baba 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 muzukuru mazaya. Rabakataya mazukuturu muzika. Shikiri baba 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 baba. Psalms 118 and verse 17. Psalms 118 verse 17 says, I shall not die, but live and declare the words of the Lord. I shall not die. I shall not die.
I will live and declare the words of the Lord. Today, we are going to declare the words of the Lord. We will never die. We are not going to die. Jesus died for you. Jesus died for us. Hallelujah. Hallelujah. We shall not die. We shall live to declare the words of the Lord. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Hatutakufa, tutaishi hapa duniani na mbinguni. Tutaishi. Haleluya. Hatutakufa kwa sababu Yesu alikufa kifo chetu. Alikufa kifo chako. Kuanzia leo usiogope mauti tena, maana Yesu alisimama kwa hiyo nafasi, aliingia hiyo kaburi. Hiyo kaburi ilikuwa uingie, aliingia. Alibeba stage, tutapumzika tu. Hapa duniani ni kulala, si kufa. Tutalala, hatutakufa, tutalala. Maana Yesu alikufa. Yesu alikufa. Sisi hatutakufa, tutaishi. Yesu ndiye alikufa. Pigia Yesu makofi. Yesu ndiye alikufa. First Thessalonians chapter 4 verse 13. Hallelujah. 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 Bwana yetu msifa. Anayetegemea Kristo anafanya kulala. Why? Yesu amekufa. Sisi tunafanyana kulala. Tuamke tena. Na tutakutana yeye aliyekufa mawinguni. Tutamulaki mawinguni, maana yeye ndiye alikufa. Sisi tutafanya kulala, tuamke, tumulaki mawinguni. Aliingia hiyo kaburi yetu. Itabaki empty. Haleluya. Hiyo kaburi yako itabaki empty. Haleluya. Maana tutafufuka, tumulaki wapi? Mawinguni, maana alikufa kifo chetu. Shalom. Pani alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Bwana Yesu alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Salabani alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Bwana Yesu alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Salabani alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Bwana Yesu alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Salabani alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Tunaposimama hivyo, basi baraka nisomee hiyo maandiko. Tunaposimama hivyo, Matthew 27:41. Matthew 27 verse 41. Hebu soma. Matthew 27 verse 41. Ilitendeka pale msalabani. Pale msalabani kuna mambo sana ilitendeka. Ni nini ilitendeka pale msalabani? Matthew 27 verse 41. Hebu soma. Matthew 27:41. Likewise also the chief priests
Hebu tusome Kiswahili kwa sababu kuna watu hapa nataka wasikie Kiswahili. Mathayo 27 mstari wa 41 nasema, kadhalika na wale wakuu makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli. Saa hiyo Yesu yuko msalabani, na ashuke sasa msalabani. Mokali ni kitu kimoja kilitendeka pale msalabani. Mokali wale wakuu nasema aliokoa wengine, ajiokoe hapa. Kila roho ya mokali kwa jina la Yesu lazima ikaizike by fire in the mighty name of Jesus. Matusi msalabani, kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya wewe, alipelekewa matusi. Kwa hiyo matusi yote alikamata yote msalabani, alikamatia msalabani matusi yote. Kwa jina la Yesu, kila ulimi wa matusi uliwahi kuelekea, Yesu aliweka msalabani in the mighty name of Jesus. Nasi tutamwamini. Anamtegemea Mungu na amuokoe sasa, kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Yaani kumbe kuna wengine watakuja kusaidia watusi wako. Yaani wengine waingilie wawasaidia utusi. Hata watakao kusaidia kukutusi, haleluya, watakao wasaidia kukutusi wote, matusi yao yote itaishia msalabani. Kwa Yesu wako. Yesu wako mtu wa Mungu. Hata wale mko katika shida moja watakubadilika. Yaani hata wale mko katika shida moja, hata wao watakubadilika. Wakubadilikie. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hata wao walikuwa msalabani pamoja, hata wao kumpindukia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliteswa sana kwa ajili ya wewe, aliteswa sana kwa ajili ya mimi. Na hii nashukuru kwa sababu mateso yote msalabani iliniokoa, imekuokoa. Hautalongwa, hata wakulongwa ndimi zao, hata Paulo, maana msalabani iliisha. Ndio hapo chini kidogo. Nini litendeka hapa msalabani? Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote. Tangu saa ngapi? 6. Mpaka wa nini? Mpaka saa 9. Mpaka saa 9. Mpaka wa nini? Giza. Masaa mangapi hao? Masaa mangapi? 3 hours. Kukiwa na giza, ili Mungu ajulikane ni Mungu. Endelea. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake. So pale msalabani maadui walitembea kwa giza 3 good hours. Yesu akiwa anaona pale msalabani 3 good hours, maadui wote walikuwa wanampiga vita, waliingia gizani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walijenza wote. Kuanzia leo wanaye kuteta na kutukana, tunawatumia giza, wajue kuna Mungu anaishi. In the mighty name of Jesus. Na mwelewe kana kwamba kichwa cha this conference ni the power of a believer. The power of a believer. All preachers ambao wana preach hapa, na hata sijawaambia, lakini wanakamata hiyo line tu. The power of the preacher inatoka kwa msalaba. Pigia Yesu makofi tu. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema. Akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, 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 lama sabachthani. Lama sabachthani. Yaani
Mungu wangu, mbona umeniacha? Leo lazima tulilie Mungu asiwahi kutuacha tena katika jina la Yesu. Akalia msalabani. So kilichotendeka msalabani, Yesu alililia baba yake msalabani. Pale matesoni alimulilia. Yoyote yuko matesoni, kuanzia leo mulilie Jehova. Kilio chao kitamukipikia baba. Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia kilio hiyo wakasema, huyu anamuita Elia. Haki wawapike upo mpaka wapi hawakuelewi. Wewe hawawezi wakakuelewa, hawatatuelewa. Hata tukiomba na ruka hawatatuelewa. Tukilima salama koto limasaya watasikiza. Waangalia wale wanasemaje, lekata ya mafuko tu, liakata ya marama sika. Hawatatuelewa. Shekaria makote hii makata hawatakuelewa. Hawakuelewa. Nasema huyu vile anaongea anaita Elia. Bwana Yesu pesa. Amen. Lakini alikuwa in spirit. Kuna wakati anataka kuingia in spirit mpaka hawezi wakatuelewa. Yes. Hawahitaji kuelewa. Unahitaji kama kiroho mpaka hata elewa unasema nini. Si Mungu akujaze hii roho katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Hii mambo ya kuombea amina jina lake. Hiyo wachana hiyo. Wachana hiyo, watakuvieka. Wachana hiyo. Ingia kwa roho. Yes. Hata wajui kama mtacha ama utamtacha, hawezi akustaka. Atakustaka wapi sasa? Na utamtacha jina lake. Likata ya makoso doboko na mazikiri baba ribozaya. Hapo umetaja umetaja kamene mchawi, umetaja yule mwingine mchawi na waelewi, lakini umewakamatia rohoni. Yes. Haleluya. Yesu akaongea na Luka, wakasema anaita Elia. Anaongea na Elia. Si lazima kuelewa. Haleluya. Ukiwa rohoni, wacha kufanya kazi ya Mungu watu waelewe. Wacha kuomba maombi ya kueleweka. Saa ingine wapa maombi ambayo si ya kueleweka. Yes. Yesu msalabani aliomba maombi ambayo si ya kueleweka. Yes. Hakuna mtu aliyeelewa. Yes. Wakasema ni kama anaongea na Elia. Yes. Maandui wale walimweka pale wakapata kusikiza kwani anasemaje? Hapo chini. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifungo, akaigiza siki, akatia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha tuone kama Elijah anakuja kumwokoa. Watu wanachanganyikiwa. Naye Yesu akiisha kupata sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Akaitoa. Kwa hiyo hawakutoa. Yeye ndiye alitoa. So ni yeye alitoa. Watu wanasema waliomba. Yeye ndiye alitoa. Ili neno la Bwana litimie, alifanya kutoa roho yake. Walimpatia nini? Siki. Wakafikiria ndio itamaanisha. Lakini yeye ndiye alitoa mwenyewe. Kupenda kwa ili neno la Bwana litimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio hapo chini. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Haleluya. Ile pasua. Kwa hiyo nini litendeka msalabani? Ile pazia la hekalu ilipasuka kati ili kila mmoja anaweza fikia Mungu kwa maombi yake. Yes. Wakati wa Musa kulikuwa hiyo pazia ya hekalu. So mtu akiwa pande ile hakuna mtu alikuwa anamuona. So ukitoka pande hiyo uende pande hiyo kamwelezea shida yako na dhambi zako. Kama wewe ni mwenye dhambi, unakuwa unafungwa kama mkuu. Maana hujulikani utaluti ama utaluti. So ukionekana umekaa sana, wanakufuta ukiwa maiti. Maana alikuwa nje. Lakini Yesu alipokuja, tukawa sote tunaweza kumwambia Mungu. Wakati huo walikuwa wanaenda kumwambia Musa, yani basi ilikuwa Yesu alipokuwa msalabani,
Kila mtu ako na uwezo sasa wa kuongea na Baba. Yes. Ilipasuka masia. Nini ilitendeka msalabani? Breakthrough of prayer. Breakthrough iliingia. Kila mtu na Mungu wake. That's why today kila mtu ako na uwezo wa kuongea na Baba. Haleluya. Uko na uwezo wa kuongea na Yesu. Maana masia ilipasuka katikati. Unajua kule kwetu tulikuwa na mtu mzee mmoja alisimama Yesu apone kwetu matu. Akaambiwa tufungie na maombi. Akasema aliposimama akasema tunamshukuru Mungu. Maana wengine wamenyamaza tu ni kuombewa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu sasa maiti ilikuwa kiasi na sasa iko kiasi. Sasa ikabidi sote tufungue macho tuone saa. Sasa maiti iko kiasi gani sasa? Tuko kwa maombi. Na tunakushukuru Mungu kwa sababu Kamene na Katumba si wako hapa. Na unajua Mungu alikuwa anapikania maembe. Watu kafungua macho waone Kamene na Katumba. Hiyo ni maombi ya kindini. Pasia haijapasuka. Haleluya. Hiyo ni maombi ya kindini, pasia haijafanya nini? Haijapasuka. Na wale wengine wananyamaza, kunyamaza tu. Maana roho iko ndani yako. Yaani unafungiwa maombi na msemo mmoja na usiku mchana ungana ni kwa kwake. Haya bwana. Leo basi Baba suka katikati. Tunaweza tukaongea na Mungu wetu. Amen. Ati msemo la tubugia na maombi. Na watu wangapi? Awe nandi hawafungia na maombi. Ndiye alifungulia maombi. Na ndiye atawafungia nini? Maombi. Ukifanya nini? Ukinyamaza. Basi alipasuka katikati. Kila mmoja anaweza ongea na Baba. Pasia pale msalabani. Pasia ilipasuka katikati. Nini ingine ilitendeka msalabani? Nini ingine ilitendeka msalabani? Makaburi yakafunguka. Ikainuka miili ya watakatifu waliolala. Miili ile ya watakatifu iliyokuwa wapi? Makaburini. Ilifanya nini? Ilifufuka. Pale wapi? Msalabani. Haleluya. Amen. Chote kimekufa leo katika maisha yako. Kikafufuka by fire. In the mighty name of Jesus. Chochote kiko kaburini leo. Yesu aliingia pale msalabani na akaingia pale kaburini. Ili chochote kiko kaburini ambacho ni chako na kitakatifu kifufuke by fire, kiinuke tena by fire in the mighty name of Jesus. So pale msalabani kilichotendeka ni ufufuo. Ni ufufuo wa takatifu. Malaysia. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, kaingia mji mtakatifu, watokea wengi. Basi yule akida nao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika na mambo yale yametendeka msalabani, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Huyu alikuwa mwana wa Mungu. Si Mungu aanze kutumia mpaka wajue wewe ni mtoto wa Mungu. Si kuanzia leo Mungu aanze kutumia mpaka watu wajue kweli huyu ni sora ni wa Mungu. Amen. Wacha wapenda. Kuna watu hata kuamini mpaka watakapoona vitu mambo ikitendeka kwako. Na watu hata ukiwaambia nini hawataitikia. Mpaka watakapoona vitu vikitendeka, mambo ikitokea juu ya maisha yako, maushuhuda ikiwa juu ya maisha yako. Haleluya. Amen. Sasa at long last ndio waliona sasa vile vitu vinatendeka. Ati wao wanafufuka. Na kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa kile waliona kitendeka msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kile waliona kitendeka msalabani, walishuhudia wakasema na kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Maombi yangu ndio haya.
kuanzia leo mambo makuu yaanze kutendeka ndani yako, mpaka watu washuhudie kweli huyo ndugu ameokoka, kweli huyo mama ameokoka, kweli mtoto ameokoka. Kuanzia leo wacha mambo yaanze kutokea katika maisha yako, mpaka washuhudie kuna Mungu ndani yako. Haleluya! Mpaka washuhudie kuna Mungu ndani yako. Kama ni biashara, wacha ikabanuke. Kama ni huduma, wacha ikainuke. Chochote kiko ndani yako kikafanya mambo makubwa, mpaka watu washuhudie kweli huyu ameokoka. Kuna watu wataamini kwa kukuona, kwa kuangalia hawataamini, lakini wakati miracles and wonders zinaanza kuonekana ndani yako, ndio watu watashuhudia, waseme hakika hii boma iko na Mungu. Hakika hii boma iko na nani? Iko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hakika hii boma, hakika huyu mtu ni wa Mungu. Kuna watu leo hawatakufuata mpaka wakati wataona ukiendesha ndani ama ukijenga nyumba ama ukipata watoto wakikusaidia, ndio watasema, wataanza kuwa karibu na wewe, ndio wataanza kuwa karibu na wewe. Ndio saa hiyo hawezi kuwa karibu na wewe, lakini wakati wataanza miracles kianza kutendeka, wataanza kukaribia sasa. Amen. Fanya mkono hivi. Fanya mkono hivi. Amen. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kuanzia leo maisha yangu imebadilika. Mimi siko kaburini na sitaingia kaburini, maana ulisema nitafanya kulala. Yesu alikufa kwa ajili yangu. Kilichotendeka msalabani ni baraka kwangu, ni ushindi kwangu, ni uponyaji wangu, katika jina la Yesu. Yesu,